kukupa tafsiri juu ya Kutoka. Nasema hivi. Ujaona kuna watu wanaota ndoto. Anaota ndoto au anasikia sauti ya kuzimu inamwambia huyu ni wa kwetu, aendi mahali. Unaelewa manake? Wasingesema aendi mahali kama anataka kwenda mahali. Mpaka wamesema aendi mahali manake wameona anataka aende mahali. Amen. Mpaka wanasema aendi mahali manake waponaye. Haleluya. Manake waponaye katika nini? Waponaye katika mfumo wa kwao. Kwa hiyo kutoka ni vipi? Kutoka ni kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, inavyofika unafanikiwa. Haleluya. Manake unatoka kwenye eneo la umaskini na kwenda kwenye eneo la utajiri, na ndio mpango wa Mungu. Sasa hapa utoki hivi. Huwa zinapigwa vita za kiroho. Haleluya. Hapa lazima ipigwe vita ya kiroho. Na vita ya kiroho, ipo vita ambayo Mungu anaweza akakuacha akaachilia nguvu zake ndani yako na ujasiri na kujiamini kwa namna ya kushinda vita ya kiroho. Lakini zipo vita ambazo Mungu anaingilia kati kukupigania. Haleluya. Zipo vita ambazo Mungu anaingilia kati kukupigania. Yaani Mungu anapigana na miungu, Mungu anapigana na wachawi. Mungu anaweza akaachilia nguvu ndani yako kwa ajili ya kuwashughulikia. Mungu anaweza akasimama yeye kwa ajili ya kupigania. Haleluya. Kwa hiyo vita ya kiroho lazima ipigwe mtu anavyotoka. Mtu inavyofika anafanikiwa, lazima vita ipigwe. Anatoka kwenye umaskini, anaelekea kwenye utajiri. Inapofika anavuka, lazima vita ipigwe. Okay. Tuangalie nyakati nyingine ambayo vita ya kiroho inapigwa. Haleluya. Ambayo vita ya kiroho inapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie nyakati nyingine ambayo vita ya kiroho inapigwa. Ambayo vita ya kiroho inapigwa. Haleluya. Amen. Wakati unamiliki. Hapa sasa watu wengi anafikiri ametoka tayari, amevuka tayari, Mungu tayari ameshamweka katika nafasi fulani, anajua vita imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Vita haijaisha. Vita haijaisha. Kwa hiyo wakati mwingine ambao vita ya kiroho inapigwa ni wakati unamiliki. Utasema hii mtumishi tunaipata wapi? Hii tunaipata kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili.